Wakati ule Yesu alipelekwa na Roho jangwani kusudi ashawishiwe na Shetani. Akafunga siku 40 mchana na usiku, kisha akaona njaa. Hapo mshawishi akamjongea akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, uyaamuru mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akisema, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Alafu Shetani akamchukua katika mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika wake wakuchukue mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe. Yesu akamwambia, pia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tena Shetani akamchukua akamweka juu ya mlima mrefu sana, akamwonyesha falme zote za dunia na fahari zake, akamwambia, hizo zote nitakupa ukiniangukia kuniabudu. Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, ukamtumikie yeye peke yake. Hapo Shetani akamwacha, wakaja malaika wakamtumikia. Injili ya Bwana. Sifa kwako Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Amina. Jambo wa Kristo wenzangu. Hatujambo. Siku hii ni siku kuu, ni siku kubwa sana. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Joseph, lakini hiyo ni kwa sababu yangu. Kwa sababu tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 1996. Tarehe ngapi? 11. Mwezi wa 11 mwaka hiyo ni miaka ngapi? Hiyo siku nilikuwa kama Father Joe. Nilikuwa na celebrate my first mass kwa sababu nilikuwa nimepadrishwa Jumamosi tarehe 9 Novemba 1996. Na hiyo misa haikuadhimishwa mbali sana, ilikuwa hapa karibu Rorongai. Atio yes, ilikuwa. Makofi kwa mtu wangu. Tarehe 9 Novemba mwaka 1996 nikapata upadrisho. Tarehe 10 mwezi wa 11 Novemba mwaka 1996 nikaadhimisha misa yangu ya kwanza Rorongai kama Father Joe. Tuimbe kwa shangwe na furaha.
nimesikia Gen Z kama siku moja padri alitoka siku ya Jumatatu. Jumatatu kawaida mapadri wanapumzika, wafanyikazi hawapo kunakia haswa mpishi. So huyu padri alitoka akaenda mahali kutafuta mankuli ya mchana. So akaagiza chakula chake. Alipokuwa na ngoja, kuna mtu alikuja akamsalimia. Padri hakumtambua, lakini huyu mtu alimwambia, "Father, hujambo?" Padri akamuuliza, "Nisijambo ndio, lakini nakufahamu kweli?" Akamwambia, "Mimi ni Mkristo wako." Tutumie Father Murimi. Mimi naitwa Father Murimi. Lakini wewe sijai kuona mama. Mimi nakujaga, lakini sana sana nakujaga Easter na Christmas. Father Murimi akaambia yule mtu, "Wewe leta ingine kama ile yangu tukule na huyu." So akawa anangojea. Chakula ikafika. Padri akainama, akainamisha kichwa, akasali, "Bless us, O Lord, these your gifts which are about to receive from the goodness of Christ our Lord. Amen." Yule jamaa licha ya kuwa Mkristo wake wa Pasaka na Krismasi, akamuuliza padri, "Ni nini? Kwani uko na shida na kichwa?" Padri akamwambia, "Mimi tangu nikiwa mtoto nimefunza na wazazi wangu kumshukuru Mungu kwanza kabla sijakula." Jamaa akamwambia, "Na chakula ni yako, wewe unalipa, unashukuru nini?" Akamwambia padri kwa mastaajabu ya kwamba, "Mimi kawaida yangu nikipata pesa, nikienda mahali kama hapa nimekuja, mimi simshukuru mtu yeyote kwa sababu pesa ni yangu. Mimi niliamka asubuhi, nikaenda kazi, nikachoka, mwisho nikalipwa." Niulize, unahitaji hiki kitu kweli? Kule nje. Padri yule jamaa akamwambia, "Mimi nikipata hela zangu ninakuja hapa ninanunua chakula, simshukuru yeyote kwa sababu mimi ndio nimetoa jasho, najirudishia shukrani, najishukuru, nashukuru nini? Mwili." Padri akamwambia, Father Murimi wetu akamwambia ukweli mchungu. Wewe unakaa kama umbwa yetu kwa parokia. Ninaipatia chakula na jaweni ya asante. Tumsifu Yesu Kristo. Nampatia umbwa kwenye parokia na isemi nini? Mshaipatia umbwa chakula? Ishaikwambia asante? When you go out, unaenda pale unakula bila kusema asante kwa Mwenyezi Mungu, ni kama sio mimi nimesema nini? Wakati unaamka asubuhi, Mungu anakuamsha. Vijana waliniambia, majenzio wananiambia, "Father, unajua ukienda kulala unafanya tizi ya kukufa." Ukienda kulala unafanya mazoezi ya nini? Alafu asubuhi na wale walifanya tizi ya kukufa na ukweli wa Mungu. Na wewe ulifanya hiyo mazoezi ya kukufa, asubuhi kama ukatupa blanketi chini bila kusema asante kwa Mungu. Ni
kama sio ninasema. Jambo ninalosema Wakristo wenzangu ni kwamba tusichukue jambo lolote kuwa kawaida. Let us not take anything for granted. Even for father to become a priest, never take it for granted. There are many young people ambao walisoma naye. Kuna vijana wengi walio shule pamoja naye. Yeye kati ya vijana wote ameteuliwa Mungu awe padri. Ndio maana tuko hapa kusema nini? Asante. We can't take it for granted. Ikiongozwa na kutake things for granted, kuchukua mambo kawaida, si kuamka kwako, si kwa uwezo wako, ni kwa uwezo wake. Lakini kuna mawili ambayo nataja. Kwanza ni kumkosoa Mungu, kutojikubali. Mungu ametuumba kila mmoja wetu tofauti. Tumesema hapo ameniumba nipendezavyo kila mmoja wetu. God has created us as unique as we are. Lakini wakati unapoanza kumkosoa Mwenyezi Mungu, kutojikubali, hautakuwa na nafasi ya kusema nini? Mimi na Deacon also Father. Sisi tumejaliwa kitu moja na Mungu, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hiyo. Tumepewa tint. Tint yetu iko sawa, original. Lakini mmeona watu ambao wanaenda kumeza madawa kutoa tint. Akina mama na akina dada Yesu Kristo. Na hata wale wamejaribu kutoa hizo tint. Kutojikubali bado wazi mabaki huko. Ujikubali na mshukuru nani? Jambo la pili nao mzuia binadamu kusema asante kwa Mwenyezi Mungu ni wivu. Sema wivu. Wivu. Ati jirani yako akaenda kununua fridge, na wewe unakimbia kufanya nini? Akinunua gari, unakimbia kufanya nini?
wa karibu. Kando ni wale ate kando hivyo alikausi aya, kumbe mnajua. Ati kwako hakuna watoto kuenda graduation wakavaa kofia ya graduation ya university ya degree. Ile kofia iko karibu na wewe ni ya ndugu. Usione mimi kwa sababu unafanya. Hii ni sala, ni maombi. Ingekuwa nyota stars zingekuwa zinatokea mara moja kwa mwaka, ungefanya nini? Binadamu angefanya nini? Ama niulize swali lingine, when was the last time uliangalia nyota mbinguni ama uko kwa sky? Kwa sababu zinaonekana kila siku, unachukua ni kawaida. Kama ingekuwa inatokea mara moja kwa mwaka, kila mtu angekuwa anatokea kwenda kuangalia. Fadhawino si kawaida. Hii si usije ukachukua kawaida ya kwamba Father amepadilishwa. Ni kwa neema za nani? Tunasema asante leo. Tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Tunasema asante bali Mungu amemtoa Father Joe, mahali Mungu amemtoa baba na mama, mahali Mungu amemtoa familia yake, njia zote Father amepitia hadi akafika jana kwa mafuta. Leo anaadhimisha misa yake ya kwanza. Ni nani? Sio binadamu. Nani? Na nashukuru sana Father Mweni kwa kuweza kutayarisha misa hii ya shukrani kwa sababu ya Father Joe, Father Wini. Na Wakristo umekuja kwa wingi kusema asante kwa Mwenyezi Mungu, mahali Mungu ametoa kijana huyu na akamfikisha kuwa padri. Si rahisi. Madaktari wanasoma miaka 5, miaka 6. Padri anasoma miaka ngapi? Bishop alituambia jana. 8 ya shule, 1 ya pastoral, na ingine akiwa diko. In fact ukiongeza zote ni 10. Miaka ngapi? Hiyo ni rahisi? Nakumbuka kule nilikotoka, najiuliza mimi nisemeje, nikima nikamata, najiuliza mimi sijawahi hubiri kwa misa ya kwanza ya padri. Father Joe ndo wa kwanza kuanika. Nashukuru Mungu. It is my first time. But I'm excited because I'm also celebrating my 30 years in priesthood. Sini Mungu. Sitaki kumuuliza Father ulikuwa wapi 30 years ago. Ndugu zangu, sikuwa nimeanza by the mahubiri, sio nataka kuanza. Ndugu zangu, leo nataka kutafakari pamoja na ninyi mada ama kauli mbiu, power over temptation. Power over temptation. Power over temptation.
Na si ile wimbo ya majenzi nasikia wakiimba power power. Father Joshua power. Power over what? My dear friends, my dear brothers and sisters, Father Owino, my friend, Father Moreni, my priest ambao wako hapa. Today, leo ni siku ya furaha. Lakini vile vile it is a day of holy seriousness. Utakatifu wa kina, utakatifu wa kweli. Kwenye Jumapili ya kwanza ya Kwaresma, kanisa inatuelekeza katika jangwa pamoja na Yesu. Lakini vile vile leo katika hiyo jangwa, padri mpya Father Joe anaadhimisha misa yake ya kwanza. What a mystery of providence. What a mystery of providence. That as church leads us to the desert of Jesus Christ on the first Sunday of Lent, for us as a parish, for us as a church, in that very desert, a new priest, in the name of Father Joseph Owino, celebrates his first Mass. This is what I'm calling a mystery of providence. Fungo la nguvu yake Mwenyezi Mungu. Katika siku ambayo tunasikia kuhusu majaribio, utii, dhambi na wokovu, that on the day that we hear about temptation, obedience, sin and redemption, a man begins his life as a spiritual father, Father Joseph Owino. Siku moja mtu alisema, temptation is human, but giving in to temptation is a conscious choice. Temptation is human, but giving in to temptation is a conscious choice. Majaribu ni kama moto is a conscious choice. Unajua, choices have consequences. Tumsifu Yesu Kristo. Liturujia yetu ya leo inafungua ukweli huu mbele ya macho yetu, kwa sababu kwenye somo la kwanza Adamu ako kwenye shamba, ameumbwa kwa mavumbi, tuliambiwa Jumatano ya Machivu, akajazwa na pumzi ya Mwenyezi Mungu, akawekwa mahali pazuri, mahali pasafi, mahali bora, surrounded by beauty. Yet in a moment of temptation he doubted. Wakati wa majaribu alikuwa na tashwishi. The serpent whispered promises. The fruit was pleasing and Adam fell. Nyoka alipatia mambo ya kuahidi, tunda likakuwa tamu, Adamu akaanguka. Out of disobedience and resistance to the dictates of God, sin found its way into human history. Dhambi ikaingia katika historia ya binadamu. Kutoka kwa baraka za kwanza, the human family found itself under the yoke of original sin. From original blessedness, the human family found itself under the yoke of original sin.
The temptation to sin did not end there. In fact, it was born. Majaribio ilikuishia hapo, ilizaliwa. Majaribio yakaingia katika maisha ya mwanadamu. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu, katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, baada ya Adamu na Hawa kumwasi Mwenyezi Mungu, Mungu kwa upendo wake akatoa ahadi ya kwanza ya wokovu. Genesis chapter 3 verse 15. Akimwambia Hawa ataponda kichwa cha mumewe. Na picha ya Maria inakuwa amekanyaga nini? Ahadi ya kwanza ya wokovu, akiashiria kwamba mama Maria atakanyaga kichwa cha nyoka, mzaliwa wake atamshinda muovu Shetani. Upendo wa Mwenyezi Mungu haukuisha na dhambi ya Adamu na Hawa, haikuisha na kumwasi Mwenyezi Mungu. Immediately after sin, God started the way to bring back human race to himself. Mungu ni pendo. Akadhihirisha upendo wake kwa binadamu, anataka kurudisha binadamu kwake. Kafa Yesu msalabani kulikomboa. Na tunasikia katika somo la pili, sikielewa Kristo wenzangu, tunakutana with another man. There is the first man who sinned. In the second reading we find another man, Jesus Christ, the obedient Son who gave new face to the fallen human race. Akatoa sura mpya kwa binadamu ambao walikuwa wamechakaa, binadamu walioanguka. Mathayo sura 4 mstari wa kwanza hadi 11. Tunakutana na Yesu Kristo, the obedient Son who gave a new face to the fallen human race. Jesus is not in a garden of abundance kama ile shamba ya Edeni, but Jesus is in a desert of hunger. Hapa katika jangwa la njaa, he too is tempted. Stones turn them into bread. Glory without obedience.
power without the cross. The devil tempted him not through weakness, but through strength. Jesus had the power over storms, the kingdoms of the world, and even the angels. But the devil wanted him to use his power on egoistic grounds. Atumie nguvu zake kwa ubinafsi. Yesu alikataa. He resisted. And here is the difference that changed the history. Hapa ndipo ambapo historia ya binadamu ilibadilika. When Adam was tempted, he sinned. When Jesus was tempted, he did not sin. Adamu alijaribiwa, akaanguka kwenye majaribio, akatenda dhambi. Wakati Yesu alipojaribiwa, hakutenda dhambi, hakuanguka kwenye dhambi. That is when the history changed, the history of human race. Ndugu zangu, temptation is not a sin. Majaribio sio dhambi. But surrendering into the sin, surrendering into the temptation is a sin. Kujaribiwa sio nini? Lakini kujisalimisha kwa majaribio ndio nini? Jesus was able to resist because he not only knew the scripture, but also he obeyed it. Aliweza kukabiliana na majaribio sio kwa sababu tu alijua maandiko matakatifu, lakini alitii. Na ndio tofauti yetu sisi na Yesu. Wakati tunajaribiwa, hatukumbuki maandiko matakatifu. Wakati tunajaribiwa, hatutii maandiko matakatifu. Tofauti yetu na Yesu ni kwamba Jesus never entertained temptations. The problem with us human beings, we entertain temptations. God's word became his sword in the spiritual warfare. Neno lake Mwenyezi Mungu likawa upanga wa vita za kiroho. Na katika kila jaribio alianza kusema it is written. He answered every temptation. Alijibu majaribio yote kwa kuenda kwa kunukuu neno lake Mwenyezi Mungu, imeandikwa. He answered each temptation with truth. In the same way fire tries iron, temptation tries the dust. Ndio tukasema vumilia roho, vumilia that in the same way fire tries iron, temptation tries the dust. Jesus was just in all his ways and was tempted, but he resisted. Adam and Eve were initially spotless, but they disobeyed. Yesu alikaidi majaribio. Adamu na Hawa waliumbwa bila dhambi yoyote, lakini wakakosa utii. Kwa hivyo kuja kwake Yesu Kristo, nguvu ya kukaidi majaribio, ya kushindana majaribio iliwekwa wazi. The strength to overcome temptation was made manifest. And ours, my dear friends, my dear brothers and sisters, is the wake-up call. Ni mwaliko wa kuamka. We too can courageously resist the evil one.
tunaweza kukaidi yule mwovu kama vile Yesu ametuonyesha, by not entertaining temptations but resisting temptation by first and foremost knowing the word of God and scripture, kujua neno la Mwenyezi Mungu na kulitii neno la Mwenyezi Mungu. Ndugu wa Kristo mpenzi, leo tuko na fadha mpya. Wakati wetu tuko na itara manyanga, sijui siku hizi mnaita nini? Fresh. Bichi. Oh, hiyo ndio mpya. Tuko na fadha mbili. Today the church rejoices in you, Father Joseph Owino. But the church also entrusts you with something eternal. Kanisa inakupatia vile vile, baada ya kusherehekea upadre wako, the church entrusts you with something eternal, ya milele. Your priesthood will unfold in deserts. Upadre wako utaonekana katika jangwa. You will walk into the dryness of broken marriages. Utatembea katika ukavu wa ndoa ambazo zimevunjika. You will sit in hospital rooms heavy with fear, ukiwatembelea wagonjwa. You will hear confessions whispered through tears. You will even bury the dead. You will comfort their shame. You will stand where hope feels thin. And sometimes you will face your own interior desert. But I'm here to tell you, Father Joseph Owino, Jesus was led into the desert by the Spirit. The desert is not punishment, it is a preparation. The devil attacked Jesus' identity. If you are the Son of God, turn the stones into bread. Father Joseph, in your priesthood, there will be whispers. If you are truly called, come away, Father, kweli. You will hear, if you are strong enough, kama wewe kama una nguvu. Utaambiwa, if you are worthy. My brother, answer as Jesus answered. Jibu kama jinsi Yesu Kristo alisema. It is written. You are not sustained by applause. Makofi tushangiliwa, lakini sio mwisho. You are not defined by praise. You are defined by obedience. Obedience to the scripture, obedience to God who called you to priesthood. Niliwaambia mwanzo, nakumbuka hii siku sana. For you, Father Joseph, I didn't see what I saw. Let me tell these people, kitu niliona siku yangu. Kwanza, Wakristo na bashasha zao na furaha walikuwa wanataka kunibeba kutoka mbali sana. Na padre msimamizi wangu akaona hilo jambo, akapanga. Nikatolewa kwa gari ambayo ilikuwa imepangwa kama bwana na bibi harusi. Nikaingizwa kwa pickup imefunikwa. Tukawapita. Ile gari ilipokuja iko na balloons na nini ilipangwa, wanatafuta fadha hayuko, akawaambia fadha shapita. Wakakuja mbio. Sijui mzee kwa unakumbuka. Wakakuja mbio, sababu nilishukishwa karibu na kanisa. But jambo ambalo nataka kusema ya kwamba leo ni kama Jumapili ya Matawi, ilikuwa hivyo kwangu. Nilipofika kanisani pale kwa mlango, nikiingia kanisa kuadhimisha misa ya kwanza, akina mama walitandika leso chini. Sikukanyaga hapo. Nilikuwa najisikia aje.
Kwanza nimebebwa, sio na gari peke yake, watu wamenibeba juu juu. Kufika pale wa kanisa, wakina mama wametandika leso mpaka kwenye altari. Palm Sunday, Jumapili ya there is joy, there are smiles. Father Joe, there is a celebration today. The church leo inasema Hosana. Tuko na padri Nanyanga, tuko na padri Ndichi, padri mpya. Ndugu yangu, receive this with humility. Allow me to call you my son. Receive this with, but do not build your identity on the Hosana. Mimi sikujenga kwa hizo shuka, because the same people, the same city that shouted Hosana cried, "Crucify him! Crucify him!" days later. Ndugu yangu, baada ya Palm Sunday kuna Good Friday. Wanaokushangilia sasa, tunafanya mbichi, tunafanya mpya. Usishangae kisha kukwambia asulubiwe. And it's for us, please, here, we must understand this mystery. That today people will celebrate on us, but tomorrow they are going to crucify us. The priest who is celebrated today, Father Joseph Owino, may one day be criticized. The priest who is applauded may be misunderstood. The priest who is welcomed with joy may later be wounded and become a wounded healer. My brother, that is not failure. That is participating in Christ's life. Ni kuishi katika maisha ya Kristo. If you live for Hosana, you will collapse under crucified. Don't live under Hosana, my brother. But if you live for the Father, you will stand on both days. Palm Sunday teaches us humility in success. Good Friday teaches fidelity in suffering. And the priest must be ready for both. Lazima tuwe tayari kwa yote mawili, kwa kushangiliwa na kusulubishwa. Watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nimeongea na Father. Naomba niwaongeleshe. Let me speak to you gently, dear faithful people of God. Today, you celebrate Father Owino Joseph. Please, it is my prayer. Do not crucify him later. Do not crucify him with gossip. Do not crucify him with comparison. Kila mtu ameumbwa tofauti. Angalia vidole zako, sio zako. Hizo vidole zinatoshana? Zinafanana? Kazi yake ni beseni. Wapi mtu wa kinanda atuambie? Kila kidole iko na kii yake, si kweli? Kila kidole iko na kii yake. Mtu akikuuliza saa hizi, nionyeshe njia ya kwenda town, utamwambia ukitoka hapa enda hivi, alafu utamwambia enda. Mtu anataka kufanya mtihani na amefaulu, utamwambia congratulations. Utamwambia I am a good example na Father Mureli.
nafikiri umetengeneza chakula mzuri. Mimi napenda grade. Na nikishika hiyo naishika na hizo vidole 4, naitengeneza vizuri. Hii kidole ni kutengeneza kashimo kasuku. Hizi vidole hazifanyi. Zinaviona? Ushauri unaweza kuzikoro. Unajua? Binadamu ni mtu wa ajabu. Na ajui Mungu ni architect, ni engineer. Ati mtu ambaye anavuta sigara anasema kama Mungu angeweka mapua hapa juu ingekuwa vizuri, nikivuta sigara natoa moshi kama gari ya moshi. Anasahau Mungu alijua siku moja Baba atakosa kuona vizuri na atakuwa mahali ya kuogelea nini? Ati siku moja jamaa mmoja alishikwa na homa, mafua sana. Ukipata mafua hali iko shida ni makuu. Sasa akapewa dawa ikamezwa na mdomo, mapua ikakasiri. Sasa mimi ndio mgonjwa na mnapatia mdomo dawa. Huyu mtu alikuwa na miwani kama yangu, akastrike, akasema sasa mimi sitabeba miwani tena. Akaondoka akitembea, kwa sababu miwani imekwisha, imeondolewa. Akajikoa, akaanguka. Nini ni mambo ya kwanza? Tumsifu Yesu Kristo. I'm trying to tell you that the body, the parts of the body haziwezi koro, vidole zetu haziwezi koro, haziwezi kuendelea kulinganisha. Father Joe si kama mimi, Father Moreno si kama mimi, tuko tofauti. And you appreciate what you have. Play your own. Don't compare Father this and Father this. Usikuwe wewe ni mjuaji. Iko story Father kutoka ukweli. Sijui kuambia hiyo story. Hata nikwambie leo. Baada ya nivae miwani ndio nikumbuke. Nitauliza dada. Neno nimekuweza kwa Kijaluo. Nimesema hivi. Nimekuweza. Mungu umesahau kwa sababu unajua. Niyo anyani. Niyo ndugu. Anyani nasema nini? Nimekuweza. Sasa kuna huyu jamaa aliingia parish council. Mkutano wa parokia. Akawa ameingia akitaka kuweza Father, akitaka kufanyia Father anyani. Na Father hiyo siku ilikuwa discussion ya kununua gari. Watu wameongea, wamekubaliana, wakagawanya vile jumuiya zitachanga. Wakati tu imalizika hiyo agenda, Father anataka kwenda kwa the next agenda. Huyu ndugu yetu wa Wanyani akainua mkono. Akasema, by the way, lazima Father akwenda gari. Sasa sisi tunakuja kanisani kwa mguu. Na siku na tukutuku tunaweza kukombolea. Na watu wenye wako na gari si wanaweza kwa kichukua Father. Seriously, do we need that? Kidogo na convince watu. Na wakasema by the way tulikuwa tumefikiria hiyo njia. Story ya gari kai. Jamaa akatoka hapo kwa mkutano wa parish council anasema nimeweza Father. Maana wewe na nani? Sasa ni nani mwingine nitaweza? Mwenyewe karibu na Father ni Mungu, wacha nitafute vile nitaweza Mungu. So akifikiria vile ataweza Mungu, akitembea akafika mahali kwa shamba.
kulikuwa na mti wa avocado na chini kulikuwa na malenge. Akaangalia akasema, "Wewe Mungu, nimekugeti. Hii mti kubwa ya avocado unaipatia matunda kidogo, yaani a big stem, small fruits, na matunda kubwa kama malenge unaipatia stem kidogo." Hapo yenyewe God hukufikiria. Kaambia God, hata mimi nimekuweza, maana wewe ni anyani. Kufurahia kuweza Mungu, akasema hata nipumzike. Akapumzika pale chini ya kivuli ya mti wa avocado. Kausingizi kakamshika. Kidogo upepo ikakuja, avocado ikatoka juu, ikamgonga akaamka. Akaangalia kama ni nini mgonga. Ni avocado. Akaambia Mungu, "I am sorry. Imagine ingekuwa malenge vile nilikuwa." Usitoe Mungu makosa, usifanyie padri anyali, usifanyie Mungu anyali. Usiseme unaweza Father, usiseme unaweza Mungu. Mungu atakuonyesha. Tumsifu Yesu Kristo. Do not crucify Father Owino with comparison. Do not crucify him with unrealistic expectations. Do not crucify him when he challenges you with the truth. Do not crucify him when he proves human. Pray for him. Do what? Pray. Tunasema him kwa sababu ni siku yake, lakini pray for Father Moreni too. Pray for Father Moreni. Pray for Father. Kwa nini mtaki kusema Moreni? Pray for Father Shirima. Atianas. Sasa Anas ni mimi. Father Rono. Mimi nimekubali kuwa Anas. Pray for us. Pray for your priests. Do not crucify him. Protect him with prayer. Encourage him when he's tired. Katika kitabu cha Kutoka tunaelezewa wakati Musa alienda kusali, amechoka mikono, wazee walikuja wakamshikilia mikono. And that is the spirit ambayo tunaelezewa wakati wa uchaguzi wa viongozi wa leo. Collaboration ministry, collaborate with your priest, shikilia mikono yake. Usiwe ukawa mmoja wa kuangusha mikono. Usije utafuta uchaguzi kuja kushindana na padri. Usije utafuta uongozi wa kanisa kwa sababu unataka kuweka mbele yako mambo ya tenda. Tabisha kwa sema jana. People have turned our church into business entrepreneur. Tunataka kuweka kanisa kama kwamba viongozi wa kanisa ni MCAs. I speak this because I was there 2018, 2019 wakati tulikubaliana kwamba tutoe jina chairman na tuweke moderator. Sisi tumechelewa na kuru. Dansi zingine zote zilianza 2023. Ati kwa sababu unaitwa chairman, wewe ndio unataka kushindana na Father. Wewe ndio unataka kuelekeza Father. Wewe ndio mwajiri wa Father. Hata Bishop amesema jana, Father akuje kuomba pesa ya kununua chai. Nini mmekalia nini? Tumsifu Yesu Kristo. Ni nini hiyo mmekalia? Kwa kizungu inaitwa? It is not chairs. Pews. Chair ni ile pala. Hii ni pews. Ila ni? So who is the chairman? Ni nani? Mwenye amekalia? Wewe umekalia? Wewe
kuwa pure man, pure woman. Pray for Father, pray, protect him with your prayers, encourage him when he's tired. Stand beside him when leadership becomes heavy. Wakati uongozi unakuwa mzito, msaidieni kama viongozi na kama Wakristo. Because even yesterday Bishop told us, priests are human. Si wazazi wake wako hapa? Wametoka mbinguni? Mimi niwaambie natoka wapi? Wanaongea in heaven. Priests are human, but their mission is divine. Kazi yao ni ya Mungu. Msije mkawa wa kwanza kuangusha mapadri. Wasaidieni. Wacha domo. Domo. Wacha nini? Kakeni domo kabisa. Haisaidii. My brother, please, Father Joe, your hands are now consecrated. Leo, mara ya kwanza, you lift the Eucharist as the main celebrant. The same Jesus who defeated Satan in the desert will rest in your hands for the first time as a priest, consecrating the bread and wine into the body and blood of Jesus. Na mtasikia katika hii kanisa, heaven will grow silent. Wakati huo hakuna whisper, but the voice tutasikia ya Father Joseph, this is my body. Huu ni mwili. Hakuna mwingine anaongea. Hata sisi mapadri ambao tunasaidiana naye tunasema kwa sauti ndogo. Ni sauti ya nani nasikika? You will stretch those your hands in absolution kwa sakramenti ya kitubio. Nenda kwa amani. Yesu Kristo anakusamehe dhambi zako. And sinners will rise lighter than the earth. Wamekuja kwa kitubio wakiwa na uzito wa dhambi, wataondoka wakiwa wepesi, kwa sababu unawaambia go in peace, nendeni kwa amani, dhambi zako Yesu Kristo anisamehe. Uniondole, unitakase, unioshe niwe mweupe. Uniondole, unitakase, unioshe niwe mweupe. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alimuumba mwanadamu kutoka kwa mavumbi. In the confession for Joseph, God reforms man from sin through you. Anamuinua mwanadamu tena kupitia kwako. My brother, never allow routine to replace reverence. Never allow fatigue to harden your tenderness. Never allow discouragement to steal your prayer. As I said, you will have Palm Sundays, you will have Good Fridays, but neither applause nor suffering defines you. The cross of Jesus Christ defines you. And the cross is never the end. There is always Easter. My brother, there is always Easter. Your mission, my friend, is to stand between desert and resurrection, between sin and mercy, between despair and hope, and quietly lead these souls home. Let them not wait wakati wa kifo waimbiwe wimbo. Let them sing always in their lives. Kwa sababu ya kazi ya padri, kila siku tuimbe wimbo huu, tusingojee siku ya mazishi. It is when
Father ametufanyia kazi, Father ametuhubiria, Father ametusaidia. Let us not sing that song wakati maisha yanaisha. Sing it when we are alive. It is well with my soul because Father amenihubiria. It is well with my soul, Father amenibatiza. It is well with my soul, Father ameshuhudia ndoa yangu. Father amekuja kwenye familia. Father Joseph Owino, my brother, stand between desert and resurrection. Stand between sin and mercy, between despair and hope, and quietly lead his soul's home. Yes, Christ was tempted and did not sin. We are tempted and we fall. My brother, through your priesthood, be close to Christ and you rise again. Nitashinda Bwana, nitashinda. Kama wewe ulishinda, nitapita mapitoni mwako. Nimeanza na nitashinda. Father Joseph Owino, anza kupitia mapito ya Yesu Kristo na utashinda. Unajua kitambo mimi nilikuwa naanzisha Father akiangalia huko. Na siku moja Father alikuwa anaelezea kuhusu msalaba. Ndio msalaba iko na story nyingi sana. Ishara ya kwanza ni nini? Upendo. Ishara nyingine ni msamaha, huruma ya Mungu. Iko Father akielezea msalaba, kumbe watu wanatoka mmoja mmoja. Alishtukia kata kista hapa anamwambia ukimaliza ufunge chache. Maybe ndio maana walibadilisha tukio tunafanya namna hii. But tunamalizia msiniende nifunge chache. My dear friends, my dear brothers and sisters, as we entrust ourselves and all our efforts, tunapojiweka na nguvu zetu zote kukabiliana na mwovu na kusalimisha kwa Mwenyezi Mungu, tunahitaji maombezi ya mama yetu Bikira Maria, ya kwamba sisi kama Wakristo tusimame imara katika majangwa yetu, in our deserts. Na vile vile sisi kama vile nimemweleza padri, tutembee kwa uaminifu tukiwa na imani dhabiti, tukielekea ufufuko wetu. Kwaresma inatukumbusha sisi ni wenye dhambi, tutumie siku 40 za kufanya toba, za kujichunguza, ili wakati wa Pasaka tuwe na mwamko mpya, tuwe watu wapya. Si kuimba tu haleluya, Kristo alifufuka kitambo sana, more than 2000 years ago. Hii ni yetu sisi. Tunataka kubadilisha njia zetu, tukuwe na mwamko mpya, tuwe Wakristo wapya. Tunaposherehekea Kristo alifufuka miaka zaidi ya 2000, sisi maisha yetu iko namna gani? Niliwaambia juzi wa Kristo wakati wa Jumatano ya Majivu, the best time to make resolutions sio mwaka mpya, kwa sababu zile resolutions to make mwaka mpya hata sijui zilifika katikati. Na by the way, sijui kama zilikuwa resolutions, zinaweza kuwa ni wishes. What is the difference between resolution and wishes? Let me give an example of a student. A student ambaye ana resolve, anafanya uamuzi wa kupita mtihani, asemi tu I want to pass my exams. He comes in with strategies. Anakuja na mikakati ya jinsi atakavyopita mtihani. Muda wangu wa kusoma nitaongeza, nitapunguza muda wangu wa kucheza. Baki ikibaki katika hali ya kwamba nataka kupita mtihani, that is only a will. And if horses, ama ni wishes, if wishes were horses, ama ni horses or wishes, you got that? Horses or wishes? Which? Ilikuwa ni gani? Who will write?
mara nyingi tunafanya matamanio, wishes. We don't make resolutions. So the best time to make resolutions is during Lent. Kwa sababu tuna muda mrefu wa kutafakari maamuzi ambayo tunataka kwa maisha. Nataka kuwa Mkristo mpya, nataka kuwa mzazi mzuri, nataka kuwa baba mzuri, mama mzuri. Nataka kujenga familia yangu iwe shule ya kufundisha watoto maisha mazuri. Sio familia ambaye baba ni day scholar, anaonekana nyumbani technical, anakuwa na technical appearance. Sio nyumba ama familia ambapo baba anaogopa kuingia bedroom, kwa sababu akiingia bedroom, it is no longer a bedroom, it is a courtroom. Mama ndio prosecutor, ndio judge na ndio prison officer. Juzi wakati wa likizo tuliona watoto wadogo wakicheza ambao tulikuwa tunacheza kitambo, siku hizi sio sana, lakini kuna mali niliona chama mama na chama baba kalongolongo. Nakumbuka hiyo mlicheza, yaani watoto wanaigiza, mmoja ni baba, mmoja ni mama, wengine ni watoto, na wanaigiza, wanasema baba anakuja akiwa mle. Akiingia kwa nyumba, kitu cha kwanza anasimama juu ya meza, anauliza ni mmoja huyo. Hii imeonyesha kwamba hakuna mtu anamjua. Wanaigiza vita, mama anachapa, watoto wanachapa. Nikakaa nikajiuliza, who is the director of that play? Script ni nani? Wameona wapi? Wanaigiza kile ambacho wana. The time of Lent, ama during season of Lent, na wakati wetu kuamka na kuwa na mwanzo mpya na mwamko. Atunakutana na youth, mvulana ananiambia, Father, mimi sijui kama nitawahi oa. Kama suingia seminary. Ati hapana. So kwa nini oa? Ati Father, seriously. Kama nitaoa demu kama my mom ambaye apatie dad peace kila wakati ni mgogoro, ni shida, akianza kuongea ni kama amemeza Kameme FM, atanyamaza stima zikipotea. That this young man is telling me, hii shule ya kufundisha watoto haifanyi kazi, haiwaelekezi vizuri. Lent na wakati wa kusema kwamba tuondoke katika hayo, tufufuke na Yesu. Nyumbani mwetu uwe nyumba ambayo inafunza watoto. Msichana vile ananiambia, Father, mimi siwezi olewa. Si uko sister pana? Kwa nini? Kama nitolewa na mtu kama my dad, haonekani nyumbani. Akikuja ni mlevi, akikuja ni technical appearance, akikuja ni fujo. That these young people wanaangalia wazazi ndio watafute wale wachumba wao. Tunawapatia motisha ama tunavunja moyo? Wakati wa resma ni wakati wa kusema kwamba tuache kuvunja moyo wa watoto wetu, wa vijana wetu. Nyumba zetu, familia zetu ziwe shule ya kufunza maadili mazuri ya maisha. Ili mateso ya Yesu Kristo, kutembea na Yesu Kristo katika jangwa, kutuinue. Si Kristo alifufuka, ni sisi. Na ina maana wewe ukuje hapa Saturday, Easter, jioni, uimbe haleluya kwa sauti kubwa, na ili hali haujafufuka na Yesu. Niliambia hiyo siku, hakuna haja ufuate sheria ya kanisa kwamba usikule nyama Jumatano majivu, Ijumaa hakuna, Jumatano Ijumaa za Kwaresma, na unafuata vizuri ukuli.
lakini kwa roho uko na chuki. Si ukule basi, kula. Na tunajinyima nyama na uko na chuki, uko na uovu ndani yako. Afadhali ukule. Unatudanganya kwa nini? Unadanganya Mungu kwa nini? So your fasting, your abstinence does not mean anything if you have not reconciled with yourself, you are not reconciled with your brother, your sister, you have not reconciled with God. It is not a routine. Kukuja kwa njia ya msalaba, kukuja kwa kufunga na it is from our hearts. Blessed Virgin Mary, pray for us that too, as Christians, we may stand firm in our deserts and walk faithful toward our resurrection. Kwa ufufuko wetu. Kuteswa na msali pamoja nami kimoyo moyo sala hii. Lord Jesus Christ, you stood firm in the desert and stretched out your arms on the cross. Today, you entrust to us a new priest. When he is applauded, keep him humble. When he is wounded, keep him faithful. When he is tempted, keep him strong. When he is tired, be his rest. God, make his hands gentle in mercy, his voice courageous in truth, his heart steadfast in love. O God, and through his priesthood, lead all of us from our deserts, through our crosses, into the joy of resurrection. Jesus, I trust in you.